Na unajua mtu wa Djibouti ndiye ametushinda. Simumeshia maneno. Si ndiye ametushinda. Na narudia kusema sio Raila alishindwa na mtu wa Djibouti, ni Kasongo. Kasongo alishindwa kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano mzuri na marais wengine. That is the whole thing. Because Raila alikuwa hata apigi kura, marais wenyewe ndio anapiga kura. Rais wa Uganda anapiga kura, wa Tanzania anapiga kura. Wa Tanzania anasema haya, sasa Ngoma juzi askari wa Tanzania wameuawa. Mji wa Ngoma ukachukuliwa. Wa Burundi akasema vile vile. Tshisekedi wa DRC watu wanazidi kuuawa. Ukiangalia picha zaidi ya watu 5,000 people wanazikwa kwa open graves. South Africa wao askari wao wameuawa pia Ngoma. Sasa na Uhuru alikuwa anafanya hiyo kazi vizuri, wakamwonea wivu, akaamua kitu ambacho ameanzisha Uhuru hakina maana, toka. Ni kusema umepimwa katika ratili ya uongozi wa Kenya, Afrika na dunia nzima, and you have found wanting. Juzi tumekuwa na wageni hapa Kenya, na tulipopiga kelele wakawacha kuweka saini, kwa sababu ni kuhakikisha walikuwa na mpangilio waunde serikali badala, a parallel government kwa nchi ya Sudan itengenezwe hapa Nairobi. Na hiyo peke yake ikafanya majenerali huko Khartoum wakaanza kusema Ruto tunakuja, tutapigana. Hii sio nchi ambayo sheria mwenendo wetu umekuwa kugonganisha nchi. Ulikuwa kazi yetu ni kushikanisha wananchi wa Kenya na eneo nzima. Mimi binafsi nimefanyia nchi ya Somalia kazi nyingi zaidi. Hata wakanipa kabila la Ukambani huko linaitwa Digli Mrifli. Ukienda huko Mogadishu, Mkambo huko na Digli Mrifli. Kwa sababu tulikuwa nataka tuwashikanishe. Nchi ya Burundi, nchi ya Rwanda walipofanya mauaji ya halaiki in 1994, tukasimama na wao. Nchi ya DRC Uhuru akaifanyia kazi, ikawa mwanachama wa East Africa Community. Kabla Uhuru kutoka ama immediately left, DRC became a member of East African Community. Sasa hesabu, nchi namba 1 member of East Africa Community watu wa Kirinyaga, Kenya. Ya pili Tanzania, ya tatu Uganda, ya 4 Rwanda, ya 5 Burundi, ya 6 South Sudan, ya 7 DRC. Na Somalia pia imejiunga. That is how tunaweza kucreate soko moja ya watoto hawa. Hiyo mchele wetu ya hapa Mwea tungeipeleka mpaka Kinshasa, mpaka Khartoum, mpaka kila mahali, na kubuni basi nafasi za kazi. Lakini huyu jamaa aliyoko mamlakani anataka kuharibu uhusiano wote huo. Hatuelewi wangapi wanakataa. Makosa kunywa chai. Na tukaulizwa maswali na hao waandishi wa habari. Tukasema hizo unakunywa chai tu. Mimi nakunywa chai. Rigiji alitaka nasema sio kahawa. Cafe latte hapana, alitisha ile ya coca itwaje, chocolate. White chocolate. Kumbe kuna white chocolate. Ni kusema ina maziwa mingi. Kwa sababu huko kwa mlima watu wanalima maziwa. Kwa hivyo pia hako na haki zake za kikatiba. Na lazima vile mimi kama wakili I can tell you, volunteer clearly as senior counsel, the way they impeached Rigiji was unconstitutional. And that will be established as we go forward. Because lazima kila mtu asinyimwe haki yake ya kikatiba. Kibaki urithi mkubwa aliotuachia wananchi wa Kenya ni katiba ya 2010. Kama sio katiba, hata hapa tungekuwa na shida kukutanika. Vile unaona huyu jamaa akiimba kabisa political songs na kuzungumza kama mtu ambaye anajua kwa nchi huru, angefanya hiyo. Kama sio katiba,
2010 ambayo inadhibiti haki zetu kama wananchi wa Kenya. Kila mmoja wetu uko na haki ya kuabudu vile unavyotaka, uko na haki ya kukaa na kushauriana na yeyote yule ambayo unapenda, uko na haki za kuwa mwanachama wa chama ambacho unataka. Umesikia hata deputy governor ni party leader, sikujua ako na chama yake, na wengine wako na vyama vyao. Haki ya kikatiba, the right to assembly and the right to speak openly, to criticize. Vijana Gen Z wakajitokeza mwaka jana wakasema anguka naye, anguka naye. Si walianguka naye? Walianguka na Ruto actually. Ruto aliletwa chini akakimbilia Raila, sio? Na mambo hayo bado yanaendelea. That revolution ni wakati wa ukombozi kamilifu wa kisiasa, na sisi hatutalala mpaka tupate huo ukombozi. Ndio vijana wetu wasije wanashikwa tu kiholela. Ama mwasemaji watu wa Kirinyaga, ama mmepatikana na woga na nyinyi ndio tuna we will dig in for true democracy in our country. We will not have any alternative. So vile Ndego amesema hamwezi tena kuwa na siasa ya wizi wa kura. It will not happen. It will not happen. Hiyo IBC sasa wenyewe sasa karibu wanatengeneza orodha wale ambao wote wameapply kuwa makamishna, wameapply. Yale alikuwa Chebukati amelala, Mungu amlaze vema. Alright? Wale wengine ambao watakuja sasa watakuwa wenye kuwajibika, na tutahakikisha wako na uwajibikaji. Pasipo hiyo, always the root. You can't compromise the future of these little kids. This country is beautiful. We'll make sure it remains beautiful for future generations. Na vijana muwe hapo, kila mtu apate haki yake. So hiyo IBC ikiwa mamlakani mpya, by May we'll have a new IBC. Okay? Ikiwa ni hivi basi, commission hiyo ikiwa tume mpya, uhakikisha hakuna wizi, na tutahakikisha hakuna wizi. And so Njiru Ndegwa, sasa ya mwisho mimi niulize, we cannot even afford to shake our judiciary. It's the only thing standing. Ya jamaa wengine wanataka wamtafutie Kasongo njia ya kusema hakuna uchaguzi. Haiwezekani. Hata mahakama pia vile ambao wanashikilia, we cannot have them completely disoriented because it will be terrible. We are a country under the rule of law and our constitution. Kwa hivyo mwaka huu mahakama imeamua kwamba Ruto coalition haikushinda. Kenya Kwanza haikushinda. Na this coming week mimi nitaungana na dada yangu Martha Wangari Karua. This week anaunda upya chama chake cha NARC Kenya. Kwa hivyo nitakuwa na yeye pale. Wakati Rigiji atakuwa akiunda chama chake, nitakuwa pale. Ndapiri ukitualika utakuja kwa yeye. Si ndio? We will be there, all of us. And mujue kwamba this is a multi-party democracy. Ruto alijaribu kuharibu chama ya Uhuru, Jubilee. Sasa ameachilia apende asipende kwa kisheria. Kwa hivyo navyozungumza, Uhuru is still the coalition leader wa Azimio. Azimio ndio majority leader, ndio majority kwa bunge la taifa, National Assembly. Mahakama imeamua hiyo. Hao wamekata rufaa. Na wangefanya hivyo badala ya ushawishi Wetangula atoe uamuzi ambao ulikuwa unconstitutional na ambao umeleta aibu. Kwa hivyo angalieni this political space. Vijana mtayari? Mko tayari? Kina mama hai? Wazee mpo? Kumbe huko kuna wazee. I'm telling you things are going to happen. Kasongo, kwa sababu tunajua unapanga kuiba uchaguzi. Ni vizuri tukuambie tukiwa hapa Kirinyaga ya kwamba utaiba uchaguzi kama utaweza, lakini hakuna rais mwingine atakayeapishwa katika Jamhuri ya Kenya kama ameiba uchaguzi.
There is no president who will ever be sworn in this country if you rig an election. Apende asi, wakati wa uchaguzi ujao, hatutaki kuchezea maisha yetu tena. We are not going to risk with our vote again. We shall not cast our votes where we are not sure of their outcome. And we are so sure that Kasongo hawezi kuendelesha hii nchi. Kazi yake ni kusema unajenga barabara kutoka Lamu inapitia usijui wapi, inasonga wapi. Tunataka kumwambia sasa hivi, ile barabara anajenga, ajenge kutoka mahali inatoka Isiolo iishie Sugoi. Kwa sababu safari yake inaishia wapi? Safari yake inaishia wapi? Mnataka ajenge barabara ya kumpeleka Sugoi? Wangapi wanataka Kasongo ajenge barabara ya kwenda Sugoi? Asanteni sana. Misri mlitoka. Mumetoka jehanamu. Mumeachana na Kasongo. Mumeachana na muongo. Mumeachana na mufisadi. Mumefurahi vile watoto wenu wametekwa nyara. Mumefurahi kwamba rais wenu ndiye mtu mfisadi sana namba 2 katika dunia nzima. Na nyinyi si ni Wakristo? Na si mnaamini Mungu? Na mnaomba Mungu? Mnasikiaje mkisikia katika dunia ya Kenya dunia nzima ya kwamba rais wenu ndiye jamaa mfisadi sana dunia nzima? Mnafurahi au mfurahi? Mnafurahi? Sasa wakati wa kuachana na huyu jamaa ulifika. Na hatuna apologies. We are saying we are done with Mr. William. We are done with Mr. William. Na sisi tunaanza safari mpya. Na ndio maana yake umeona rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Kenya wa 6 wa awamu ya 6 wakishirikiana na Rigathi Gachagua na Wamalwa wako kitumo. Jua ni ukweli ama ni uongo? Si ni uongo. Gavana wa kule Kisumu ni wa serikali ama ni wa opposition? Si yeye ni wa opposition. Kisumu ni city ama sio city? Na hapa Kirinyaga mumekaribia kuwa city ama bado? Hapa hiko kazi mumeona hapa. Kwa hivyo msidanganywe. Sio lazima ukue kwa serikali ili upate maendeleo. Hiyo ni katiba iliyopita. Katiba ya saa hii kuna kitu inaitwa devolution. Mchague viongozi ambao nyinyi mnataka, ambao wanaweza waletea maendeleo. Si miaka 10 Gavana Waiguru amekuwa upande wa serikali, ameleta maendeleo hapa? Si ni mchezo tu anacheza? Kwa hivyo si mumechanuka? Si nyinyi ni wajanja? Si mumerevuka? Asanteni.